Ndugu mpendwa, kama nilivyozungumza kwamba ni sehemu mojawapo ya mapigano hapa kama nilivyozungumza awali kwamba kanisa la kwanza kabisa lililojengwa mahali hapa mapigano lilijengwa mwaka 1973. Lilikuwa kwenye maeneo haya tunayoona hapa, ndipo lilikuwa limejengwa mwaka 1973, na kanisa hili lilikuwa na waumini wengi tu, walikuwa ni zaidi ya waumini 800 ambao walikuwa wakishiriki katika ibada kama unavyopaona hapa. Sasa hivi pana uwazi kwa sababu ni miaka mingi iliyopita, kanisa likiwa limeshabomoka, na baada ya kanisa kuwepo mahali hapa lilipoonekana kwamba limechakaa, kulikuwa na mawazo mengine mazuri kabisa ya kuweza kufungua kanisa jingine au kuweza kujengo jingine kuhamisha ili lilokuwepo mahali hapa, kwa sababu waumini walikuwa ni wengi. Ikaonekana kwamba hawawezi kuabudia nje, maana lililoanza kabisa lilikuwa ni kanisa ambalo lilikuwa limejengwa kwa miti tu ya kawaida, kitu cha namna hiyo. Alafu tukawa tunaendelea sehemu pale chini kidogo pale ambapo nataka niwapeleke kuwaonyesha, ni sehemu ambapo tulijenga kanisa jingine, ambalo jengo jingine la kanisa ambalo lilikuwa la pili, nalo ambalo lilijengwa mnamo mwaka 1977, kitu cha namna kama 1977. Hapa ilikuwa ni sehemu ya kwanza ambapo lilijengwa kanisa la kwanza mwaka 1973. Sasa nitaka niwapeleke kwenye sehemu ya pili ambapo tulijenga tena jengo jingine la kanisa ambalo lilihamishwa hili hapa kupelekwa hii sehemu hapa chini kidogo mwaka 1976 77. Basi hii sehemu ni sehemu ya pili ambayo nimekuja kuwaonyesha kwamba mjue kwamba huduma iliendelea hapa. Sasa palikuwa na jengo la kanisa hapa tunapopaona. Baada ya kuzeka lile kanisa jingine ambalo tulikuwa tumeanzia, jengo lingine likawa limejengwa mahali hapa tunapopaona hapa. Alafu hii ni sehemu ambapo ya ubatizo, wanabatiza, sehemu ya ubatizo hapa. Alafu jengo lenyewe lilikuwa hapa na lenyewe lilishaonekana kwamba hapa lizeka, alafu likawa limebomoka vile vile. Na baada ya kuona kwamba sasa hali inaendelea kwa hivi, baada ya kuona kwamba hili jengo lilikuwa limeshafikia kuharibika, basi kukawa na mpango mwingine wa kujenga kanisa ambalo linaweza likadumu zaidi, ambalo ni la kutumia tofali za kuchoma. Basi tukawa plan mnamo mwaka 2000 kujenga jengo hili jingine ambalo liko mahali hapa kama tutakavyoliona, basi kama lilivyo mpaka sasa hivi. Hili jengo lioko mahali hapa likawa limeplaniwa kujengwa kuanzia mwaka 2000, kali limejengwa mwaka 2003, lakini kufikia kipindi lilizinduliwa mwaka 2005 ndio kazinduliwa mpaka sasa hivi, ndio kanisa ambalo tunaabudia humu. Na hili ndio jengo la tatu hili ambalo tulijenga baada ya hili la hapa kuonekana kwamba limechakaa, halifai tena kuendeleza shughuli ya ibada kwa sababu lilikuwa limeshachakaa kabisa. Kwa hiyo ikabidi kwamba tukajenga jengo hili. Hili ni jengo lenye ukubwa wa urefu wake ni mita 90. Ni kanisa la msalaba. Kwa hiyo kwenda hivi kuna mita 90 urefu wake, alafu kwenda hivi kuna mita 60. Kwa hiyo na mapana ni mita 18, ni karibu mita 20 mapana yake. Kwa hiyo ndio kanisa ambalo tunaloabudia sasa hivi. Tulijenga na hili lilijengwa kuanzia mwaka 2000 kuendelea, likaja kuzinduliwa mwaka 2005. Ndio kanisa ambalo sasa hivi tunaabudia humu. Lina uwezo wa kuweza kubeba au kukaa waumini humu ndani ni zaidi ya 1500 wanaabudia humu ndani. Kwa hiyo ni jengo kubwa tu. Hasa ndugu wapendwa, ni kwamba lile jengo ambalo tumelijenga, jengo la tatu la kanisa, ndio hili hapa. Kwa hiyo nitapenda niwaingize ndani mpate kuangalia jinsi ambavyo lilivyojengwa na jinsi lilivyo. Basi hii ndio historia sasa ya kanisa letu la Mapigano Uliankuru. Maana hapa ndio mapigano penyewe hapa sasa.
na ndio kanisa letu la Mapigano ya Nkuru. Kwa hiyo karibuni sana, twende ndani na kwa ndani jinsi palivyo. Unapofika humu ndani na kuangalia jinsi ambavyo tulivyolijenga, maana inafurahisha sana tambele kitu cha namna hiyo. Basi kama tu maana kwamba ni kwamba vipindi vinafanyika humu ndani na vijana, hawa ni vijana wa Sunday ambao wanafanya vipindi vyao humu kanisani. Pia ni kwamba ni kwaya vijana wa Sunday ambao walikuwa wakifanya maandalizi yao, na hapa ndio kanisani kwao, kanisa la Mapigano kama mnavyopaona ndivyo palivyo, na nitaendelea kuwazungusha mwangalie. Ndio lile kanisa ambalo tulijenga mnamo kuanzia mwaka 2020 na ikawa limezinduliwa mwaka 2005. Ndio hili kanisa kama mnavyoliona. Hii ndio kanisa la tatu sasa, ile jengo la tatu ambalo lilijengwa baada ya ile jengo la kwanza kuwa limechakaa, basi na kujenga tena jengo la pili kali limechakaa na lenyewe. Miaka iliyozidi kwenda ndivyo na mambo yalizidi kubadilika. Kwa hiyo tukawa tumejenga jengo hili kama mnavyoliona, basi lilivyo ndani. Basi humu hili kanisa, waumini ambao wanakaa humu wanaweza kaubudu wakiwa humu ni zaidi ya 1000 ambao wanakaa, maana humu walikuwepo tu waumini wengi sana, ambapo kabla hatujaweza kugawana, maana huduma ilivyozidi kukua ndivyo na kanisa tulizidi kupunguza, kwenda kufungua matawi kwingine na kupunguza waumini waliokuwemo humu, kwenda tena kufungua makanisa mengine, na tunayo makanisa mengi tu. Hili kanisa kama unavyoliona tumeweza kuzaa misheni 5 kutoka katika kanisa hili. Maana hizo misheni 5 zilikuwa humu na mlikuwa na vituo vingi tu. Hii ndio kanisa letu la 3 mpaka leo. Tuangalie jinsi ambavyo mandhari jinsi ilivyo. Yaani humu hapa ndipo, hapa ni madhabahuni hapa kama tunavyopaona. Hapa ni madhabahu ambapo viongozi wa kanisa kipindi cha ibada wanakaa hapa, maana hapa wanakaa wachungaji, wanakaa wainjilisti na mashemasi wanakuwepo hapa. Kwa hiyo hii sehemu yote hii wanakaa huku, na hii ndio madhabahu sasa. Hii kama tunavyopaona ndivyo palivyo, na hii yote ni kwa utukufu wa Mungu kama mnavyopaona, na huduma ya Bwana inaendelea kufanyika mahali hapa kama mnavyopaona, na nimefurahi sana wote kuwa mmeona mahali tulipo na jinsi huduma inavyoendelea. Mungu awabariki sana.